mahali hapa, kutuamini na kutukaribisha mahali hapa. Shangilie Bwana Yesu kwa ajili yao. Haleluya. Yamkini tusingepajua hapa, lakini tunamwamini Mungu kwamba ametutendea. Haleluya. Bila kupoteza muda nitafundisha kidogo tu. Somo letu la leo linasema kuishinda hofu. Kuishinda hofu. Tutasoma katika kitabu cha Isaya 41 na mstari wa 10. Mmoja anaweza kafungua Biblia haraka. Isaya 41 mstari wa 10. Nini kinachozungumziwa mahali hapa? Kitu kinachoitwa imani na kitu kinachoitwa hofu. Hawa watu hawajawahi kupatana. Ukiona hofu imeingia, imani inaondoka. Sababu hawawezi kukaa chungu kimoja. Nini kimezungumzwa kwenye hiyo Isaya 41 na mstari wa 10? Ni neno moja limeandikwa, usiogope. Haleluya. Usiogope. Kuna mengi ya kukuogopesha. Kuna mengi ya kukusononesha. Kwenye uchumi kuna vitu vitakuogopesha. Kwenye maisha ya mahusiano kuna vingi vitakusononesha. Kwenye kutafuta kazi kuna vingi vitakuogopesha. Kuna vitu ambavyo huwezi kujua, lakini vinaweza vikajazwa hofu ndani yako, ukajikuta imani imetoweka. Sikia nikwambie, kuna jambo unaweza ukalifikiria dakika 2 ukaona machozi yanakutoka. Sio, naongea na mtu hapa? Amina. Kuna jambo unaweza ukaliwaza lakini ukaona machozi yanakutoka. Kuna namna adui anaweza akapanda hofu, ukaona jambo hili kama ni mlima kwangu, sintaliweza wala sintalifikia wala sintafanikiwa kuvuka sehemu ile inayotakiwa kwenda. Adui atapanda hofu. Ndio maana Biblia imeandikwa neno usiogope zaidi ya 365. Zaidi ya ngapi? 365. Kwa nini? Mwaka una siku ngapi? Mwaka una siku ngapi? 365. Kwa hiyo siku yoyote asubuhi ikifika, usiogope. Upitapo kwenye changamoto, usiogope. Kila nyakati na kila majira, usiogope. Kuna namna ambavyo Mungu anaweza kusema na wewe, haijalishi siku zako ni 300 na ngapi, lakini usiogope. Wapo watakao kuinukia, wapo watakao kupiga mawe, wapo watakao kusemea mabaya, lakini usiogope. Utashinda tu. Haijalishi ni wangapi walikuja kinyume na maisha yako. Leo nina neno moja kukwambia, usiogope. Pale pale ambapo wewe unaona umeshindwa, ndipo ushindi wako ulipo. Sehemu wanaokupiga mawe, sehemu wanaokusema vibaya, hiyo ni sehemu ambayo Mungu amekuita hapo. Ukiona jambo lolote kwenye maisha yako linaenda bila changamoto, hiyo njia sio sehemu sahihi. Lakini ukiona changamoto zinainuka, mwambie Mungu, hata hili nitavuka, hata pale nitaenda. Maana imeandikwa kwenye kitabu cha Isaya mstari ule wa 43, ukisoma ule mstari kuanzia wa kwanza na wa pili, inasema, upitapo kwenye maji mengi sitakugharikisha, wala mwali wa moto hautapunguza. Leo nina mtu mmoja mahali hapa, nataka kumwambia kitu kimoja, kwamba hata kama unapita kwenye changamoto gani, wewe tegemea ni ushindi ndani yako. Maana imeandikwa, hata maji angekuwa mengi kiasi gani, hautagharikishwa na hiyo dhoruba. Sababu mtuliza dhoruba yupo hapa leo. Mtuliza dhoruba yupo hapa leo. Kuna vitu ulimwengu wa roho vinabadilika. Sio wewe, usijione wewe, bali ni Kristo yuko ndani yako, anayekuvusha, anayekwambia usiogope. Ni yeye yule. Kuna vitu unaweza ukawaza kwa kila kibinadamu na usipate penyo, lakini ile sauti inakwambia utashinda, usiogope. Kuna muda inafika unatamani kwenda kanisani, lakini unaamua leo nisiendi. Kama kuomba nimeomba sana, kama kufunga nimefunga sana, siendi kanisani, wala siombi tena, wala sifungi tena. Ila asubuhi ikifika, unakamata nguo yako unaanza kunyosha. Hata wewe niembeleza, unajishangaa umekuja kukaa kanisani, unajiuliza nini? Kuna neno la uwisho liko ndani yako, kwamba usiogope. Pamoja na shida, pamoja na changamoto, pamoja na matukio unayopitia, usiogope. Yupo Jehova Shama, yupo
ufike, ambaye anakusubiria ufike. Akili zako zinapofika mwisho ndipo Mungu anapoanzia. Yamkini leo akili yako imefika mwisho na kujiona hutaweza kupata kazi, na kujiona hutaweza kuolewa, na kujiona hutaweza kufanikiwa. Njia ile ile watu waliofanikiwa, na wewe utapita hiyo. Kwani waliofanikiwa wana nini? Na wewe ushinde una nini? Hata Baresa alisema sikuwa hivi, nilianza kuuza karanga, nilianza kushona viatu, leo ni tajiri mkubwa. Kigezo cha wewe hujasoma sio kigezo cha wewe kuja kufanikiwa. Sijui kama naongea na mtu wewe. Kigezo cha kuja kusoma sio kigezo cha kuja kufanikiwa. Hata wale ambao kwenye dunia hii ambao wakusoma ndio wamefanikiwa sana. Angalia baadhi ya makabila wanatoka mbali, wakija Dar es Salaam wanatoboa. Sababu gani? Wakija wanaacha uvivu, wakija wanaacha mambo yote, wanasema hapa tumekuja kutafuta, hatuko kwa ajili ya story. Kuna watu leo ukiacha story na ndugu zako na hautaogopa sura yako, hutaogopa kucha zako, kuna vitu mafanikio yatakuja kwenye maisha yako. Tuko kwa ajili ya mtu kuogopa. Usiogope mtu akulishi huyo wala kumishi huyo. Simama na Mungu. Neno la Mungu linasema, Mungu nipe ujasiri na moyo wenye ushujaa. Mungu akakupa ujasiri kwa jina la Yesu. Haijalishi unauza nini, hata kama unauza mchicha leo, Mungu anakupandisha viwango. Hiyo njia tu, hata kama unafanya shughuli gani leo, huo ni mwanzo tu. Mwisho wako Mungu ameuandaa. Sijui naongea na mtu hapa. Njia ile ile uliyopita uliofanikiwa, na wewe ninakupitisha kwa jina la Yesu. Na leo utavuka kwa jina la Yesu. Na leo utaenda kwa jina la Yesu. Na leo utaenda utavuka. Hakuna mashambulizi yatakukuta. Maana usiogope, usiogope, usiogope. Utavuka, utaenda, 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 utaenda. Unapokuwa na hofu, kuna baadhi ya vitu vinaondoka kwako. Aliitwa Petro, Petro njoo, tembea juu ya maji. Hakuyaona maji, alianza kuyaona mawimbi, akazama. Leo nakutabiria hakuna biashara yako itazama kwa jina la Yesu. Hakuna maisha yako itazama kwa jina la Yesu. Hakuna vitu vyako vitakavyozama kwa jina la Yesu. Maana ni yeye aliyekuita ndiye atakayevisimamia. Yeye aliyekuita ndiye atakayeinuka. Yeye aliyekuita ndiye atakayebadilisha historia ya maisha yako. Usiogope kutengwa na familia yako. Usiogope kutengwa na jamii yako. Usiogope kutengwa na watu wako. Mungu anakuandaa wewe kama jasiri wa kesho. Kama alivyomwandaa Daudi, alimwacha porini akapigana na simba na dubu. Na wewe usiogope katika mapambano nao kupambana leo. Usiogope, nakwambia hiyo vita utashinda tu. Hao wanaokataa tamaa, imeandikwa uabisi unaoona tena utawaona tena kwa jina la Yesu. Wachawi unaona leo, waganga unaona leo, mizimu ya kweli unaona leo, utaiona tena. Wewe ni mbarikiwa, haupo kwenye ukoo wao, upo kwenye ukoo wa Yesu. Leo ninakuvuta, njoo kwenye ukoo wa Yesu ukayaone mafanikio. Achana na mizimu ya kwenu, achana na waganga wa kwenu. Yesu peke yake anatoka. Sio naongea na mtu mahali hapa. Sio naongea na mtu mahali hapa. Tambua maisha yako Mungu ndiye aliyeyapanga na sio mwanadamu. Acha kuangalia wanadamu wanasema nini. Acha kuangalia maisha ya watu wengine wanasema nini. Yuko jemedari. Yuko jemedari. Yuko jemedari. Yuko jemedari. Hata ingekuwa unaomba usiku ukatamkiwa ukaanza kuona paka, nyau, sijui nini vinakutisha, mwambie imeandikwa, mabaya hayatatajwa wala tauni haitaingia imani mwako. Ninakutabiria kwa jina la Yesu, yoyote aliyetaja mabaya kwenye maisha yako, acha mabaya yamrudie kwa jina la Yesu. Sisi tutakaa kwenye upande wa mema. Yoyote aliyetamkia watoto wako, yoyote aliyetamkia ndoa yako, yoyote aliyetamkia maisha yako, mabaya yakamrudie mwenyewe kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Toka huko uliko nasa kwenye hilo tope, toka huko uliko nasa kwenye maneno, toka huko uliko nasa kwenye masikini. Ninakuvuta kwa jina la Yesu. Toka hilo kwenye giza, toka kwenye hilo giza, toka kwenye hilo giza. Achana na hofu, mwambie Mungu simama na mimi leo. Sio kama naongea na mtu leo. Sio kama naponya moyo wa mtu leo. Hata kama maisha yako umejikatia tamaa. Kuna watu leo naongea nao hapa, alitamani kunywa sumu afe. Kuna wengine walitamani kujinyonga. Kuna mtu mmoja aliniambia, baba, sio kwa nini nilizaliwa hapa duniani. No, ulizaliwa kwa kusudi la Mungu.
Ndio maana leo upo unaishi, ulizaliwa kwa kusudi la Mungu. Kama ulikuwa hauna kusudi ungekufa au mimba yako ungeitoa, lakini maadamu umezaliwa unapumua, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye, pokea uponyaji wako, pokea kuvuka kwako, pokea kuinuka kwako. Haijalishi umekaa namna gani, lazima uinuke. Inuka hapo ulipo, inuka, 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 nenda kwenye mafanikio. Haleluya. Umasikini ni roho, ndio sio? Na utajiri ni roho. Leo nang'oa roho maskini kwenye maisha yako, ninapanda roho ya utajiri. Kuna watu, sijui kama kuna watu wananielewa. Usije kama mimi ningemshangilia Bwana Yesu hata kama walifanya nini. Sikia nikwambie, kuna koo zingine hata ungefanya nini uolewi ng'o. Kuna koo zingine hata ungefanya nini upati hela ng'o. Ni maagano na matambiko ya kwao. Nina neno moja la kusema, haijalishi walifanya nini kwenye maisha yako, ninakuambukiza roho ya utajiri kwa jina la Yesu. Hiyo roho ikapiga roho zote za kichawi, hiyo roho ikapiga roho zote za kiganga, hiyo roho ikapiga roho zote ambazo wanakuzilia mabaya. Leo ninakutambulisha kwa jina la Yesu, ukatambulisha na mwamini Mungu wako atakutambulisha kwenye ulimwengu wa roho. Waliokudharau watakusalimia tena kwa heshima, maana sio wewe bali ni Kristo aliye ndani yako. Waliokusema mabaya wakakuona unainuka, maana vita sio yako. Imeandikwa, nitapigana vita yenu nanyi mtanyamaza kimya. Aliyezuia mkesha wa leo na Mungu akapigane vita yake, akapigane vita ya uchumi wake, akapigane vita ya ndoa yake, akapigane vita ya uchumi wote kwa jina la Yesu. Naweza usinielewe, ujaje hapa kwa makusudi, ukuja hapa kwa makusudi. Kuna neno ulitamani kulisikia mahali hapa likuvushe. Kuna neno moja tu, kuna neno moja tu ambalo hilo likija kwako linabadilisha historia ya maisha yako. Hautataka tena vitu vingine, bali utamtaka huyu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Niliwafundisha wanangu Jumapili, nikamwambia kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Bartholomeo, alikuwa ni kipofu, alikuwa haelewi chochote. Aliita, mwana wa Daudi, mwana wa Daudi, unirehemu. Nini alikiongea? Akamwambia Bwana Yesu, unataka nikufanyie nini? Hilo ni swali. Na pale alikuwa ni ombaomba. Angekuwa mwingine angesema nataka nini? Unipe pesa. Hakusema nataka unipe pesa. Alisema nataka kuona. Kwa nini? Aliamini akiona tu mambo yake yote yatafunguka, pesa zake zote zitakuja, miradi yake yote itaenda. Leo kwa jina la Yesu, aliyekuweka upofu wa roho, aliyekuweka upofu wa macho, leo kwa jina la Yesu, kuna watu umepiga upofu ili msizione fursa. Ninakutabiria kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai, acha hizo fursa ukazione kwa jina la Yesu. Huo upofu ukaondoke, ukaanze kuona maisha yako yanatofautia, ukaanze kuona matokeo kwenye uchumi wako, ukaanze kuona mambo yanabadilika. Wewe sio kawaida, kuna vitu vinabadilika ulimwengu leo tunavibadilisha kwa Ninaongea na mtu mahali hapa. Mungu leo kuna mtu anaenda kumkumbuka hapa leo. Mungu kuna mtu leo anaenda kumuinua hapa leo. Mungu anaenda kumuinua mtu hapa leo. Mungu anaenda kumuinua mtu kwenye mkesha leo. Haijalishi walikusema na nini. Ninamwona Mungu anaenda kufanya jambo jipya kwa jina la Yesu Kristo. Kila giza walilopiga kwenye biashara yako, inawezekana umekaa ni hasara tu. Kila ukienda kuuza unarudi hauna kitu. Kila ukienda kushughulika unakuta hauna kitu. Kuna giza liliweka sehemu ili likupinge mafanikio yako. Tunamtumainia Mungu wa Mungu aliye hai. Tunamwambia Mungu kila giza aliondoke kwenye maisha yetu, tukaanze kuona matokeo na fursa. Hata kama ulikuwa hujawahi kuona fursa, hata kama hujawahi kupigia simu, ninakutambulisha kwenye ulimwengu leo, wakakutafute, ndugu zako wakakutafute, maisha yako yakakutafute, fursa zikakutafute, pesa zikakutafute. Haleluya. Kuna kitu kinaitwa watu sahihi. Watu sahihi hawaji kukukopa. Watu sahihi hawaji kukukopa. Ukiona wanafululiza kukopwa, tambua wanaokuja na kunyonya uchumi. Sio, naongea na mtu. Ukiona wanakuja kukukopa, ujue wanakuja kunyonya uchumi wako. Lakini watu sahihi wanakujaga na fursa, wanakujaga na pesa, wanakujaga na maelezo ya kimungu ya kukuvusha sehemu moja wakupeleke sehemu zingine. Watu sahihi wanakujaga na maelekezo. Haleluya.